Mazuri ambao tumeupata ya siku ya tatu tukiwa kwenye semina ya neno la Mungu. Na semina yetu inaendelea, na kadiri inavyoendelea na ndivyo Mungu anavyotuongeza, na ndivyo Mungu anavyotupanua, na ndivyo Mungu pia anavyotujalia mibaraka na kutupatia nguvu ya kusimama katika mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa majina nimejieleza, naitikia kwa jina la mtumishi wa Mungu ndugu Ejide Matenda. Ni mtumishi wa Mungu tu, ninahubiri Injili, na Injili tunayohubiri sio yale ambayo yaliyotangulia kuhubiriwa na wale waliotugorofia Ukristo na kutupatia mambo ambayo hatukupashwa kuweza kuyapokea. Sasa Bwana ametuita, na anapotuita ametuahidi twende tuyakosoe yale yaliyoingizwa yanayotokana na udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla hatujaingia kwenye ujumbe, msomaji atachukua kitabu cha Isaya, takamata kitabu cha Isaya 58 na mlango wake wa kwanza hadi mlango wa pili. Utakuwa umesoma ili tuingie vizuri katika semina ya mafundisho. Twende katika usomo. Maandiko ya Biblia kupitia unabii wa nabii Isaya. Bwana asifiwe. Amina. Mungu amemwambia Isaya maneno haya kwamba piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta. Sauti lako nabii ulitumie kama kipaza sauti, wahubiri watu waendee watu kama tarumbeta. Na lile sauti sio sauti la kelele. Amina. Amina. Sio sauti la mzaa au la mchezo, lakini maandiko inasema piga kelele usiache, waambie watu wangu makosa yao. Twende malizia msomaji. Na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Na nyumba ya Yakobo waambie dhambi zao. Maana yake tumeeleza hivi, Injili tunayoihubiri ni Injili ya kufichua makosa ambayo yalikuwa yamefichwa na wachungaji waliogorofia Ukristo na kufundisha mambo yasiyo vizuri. Injili tunayoifundisha sio Injili ya kuwapeleka watu jehanamu. Tunafundisha Injili ya kuwapeleka watu wapate uzima wa milele. Amen. Amen. Na uzima wa milele sio hiyo Injili ya kupakwa mafuta. Watu wanaohubiriwa hizo Injili za faraja, hizo Injili za utaolewa vizuri, hizo Injili za utajenga ghorofa 5, hizo Injili za sijua utapata mapato, hizo Injili utapanda cheo kwenye kazi, hizo Injili ambazo zimehubiriwa leo utaenda Ulaya, utaenda Amerika. Hizo Injili zimepita na wakati. Amen. Kwa nini imepita na wakati? Sijasema katika Ukristo hamuna mibaraka. Tumeahidiwa mibaraka na Kristo katika Ukristo wetu, lakini hizo mibaraka katika Ukristo haiwezi kutangulia wokovu. Kinachoanza ni wokovu,
kinachofuata ni miujiza na ishara, na ndivyo alivyosema Bwana Yesu kwenye kitabu cha Marko 16 aya ya mlango wa 15. Anasema vizuri msomaji, sijue kama umekuwa mwepesi kupaendea. Imesema nini? Katika kitabu cha Marko 16:15 yake imesema nini? Marko 16:15. Twende vizuri msomaji. Inasema ndio katika 16:15. Twende tusome kwa jina la Yesu. Barikiwa. Akawaambia nini? Enendeni ulimwenguni mote. Mwende ulimwenguni mkahubirie Injili kwa kila kiumbe. Mhubiri Injili kwa kila kiumbe ambaye ni mwanadamu. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Yule aliyehubiriwa Injili. Amina. Amina. Baada ya kuhubiriwa Injili akayaamini Injili. Alipoamini Injili akaokoka. Kuokoka imetoka katika usemi unaosemwa akabadili kambi, akabadili eneo, akabadili hali yake ya zamani, akawa mtu mpya, kwa sababu imesemwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Na ikisemwa amekuwa kiumbe kipya, yani hapo awali alikuwa kiumbe kibaya, alidhini, alilewa, aliendea uchawi, alifanya ushirikina, aliteta wengine, aliabudu miungu, aliendea mambo ya kishirikina. Lakini alipokutanana na Injili, kwa sababu Injili ina nguvu ya kuwabadili watu wabaya na kuwafanya watu wazuri, kama tunavyomwona ndugu yetu aliyeitwa Sauli. Hakuna mtu anayeshuhudia Sauli uzuri alipokuwa kwenye dhehebu lake la Kifarisayo. Lakini kuna siku Sauli alikuwa akielekea huko Damaski. Maandiko yamesema ya kwamba akatokewa na ghafula, ikampiga, umeme ukampiga, Sauli akaanguka chini, na sauti ikamwambia, Sauli, Sauli, kwa nini umenitesa? Naye akasema, ni nani wewe Bwana? Yesu akamwambia, ni mimi unayemtesa. Amina. Tangu siku hiyo Paulo amesema, ile Injili niliyoiharibu sasa nitaihubiri. Akabadilika. Imesemwa katika Marko, aaminie na kubatizwa ataokolewa. Twende msomaji. Asiyeamini Injili ya Yesu atahukumiwa. Ana hukumu inamfuata. Na ishara hizi baada ya kuamini na kupata wokovu, yani kuchanji maisha na kuwa mtu mpya, maandiko inaahidi ya kwamba ishara itamfuata. Vizuri msomaji. Na ishara hizi zitambatana kila aminie. Kabisa. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kuwafisha hakitawazuru kabisa. Hizo ni ahadi tumezipewa baada ya kuokoka. Wataweka mikono juu ya wagonjwa, ndio, na watapata afya. Amina. Rudi kwenye Mathayo 6:33. Mathayo 6:33. Kuna neno pale, niseme madogo kwa ujumbe wa jioni ya leo. Bali ufuateni kwanza ufalme wake. Soma vizuri msomaji. Bali utafuteni kwanza ufalme wake. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haki uipate, na hayo yote tutazidishiwa. Amina. Nini tutazidishiwa? Tutazidishiwa mavazi, tutazidishiwa magari, tutazidishiwa watoto, tutazidishiwa ndoa, tutazidishiwa mapato, tutazidishiwa elimu. Lakini atumfuate Yesu ili tupate vitu. Kwanza tunampata Yesu ili tupate uzima wa milele. Amen. Hata asipotupa vitu, hata akituima hivyo vitu, kama tumekuwa naye moyoni mwetu, hiyo kwetu imetosha. Sasa niongee vizuri, twende vizuri kwenye pointi ya leo. Msomaji, utarudilia andiko letu la msingi
ni Wafalme wa Kwanza 21, utasoma aya ya 2 peke yake, ni pale tutaingia vizuri kwenye ujumbe. Inasema nini? Kitabu cha Wafalme wa Kwanza ndio 21 aya yake ni ya 2. Aya ni ya 2. Ahabu akasema na Naboti. Ahabu akamwambia Naboti, akamwambia nini? Nipe shamba lako la mizabibu. Kabisa. Nilifanye shamba la mboga. Nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu. Nami nitakupa badala yake. Shamba la mizabibu. Ni nzuri zaidi ya ukipenda nitakupa fedha sawa sawa na thamani yake. Amina. Ni hapo tutaongelea kwa jioni ya leo. Kanisa la Yesu Kristo, tega sikio vizuri, kwa sababu ili ndilo chakula limefaa kwetu ambalo Roho amelileta kwa magharibi ya leo. Tumeongea mengi wala sirudi nyuma, lakini kwenye pointi ya leo, baada ya kuelewa ya kwamba shamba, tumefanyikiwa kujua kwa mujibu wa unabii, shamba maana yake kanisa, na tulisema ili liwe shamba linahitajika liwe na ardhi, ile ardhi iwe imelimwa, baada ya kulimwa itiwe mbegu ndani, baada ya kuwa na mbegu ndani iwe na mumiliki, na baada ya kuwa na mumiliki anahitaji kupata matunda. Na haya mambo matano yameongea kuhusu kanisa. Kanisa ni shamba kwa mujibu wa maandiko ambayo tumeyasoma kwenye Wakorinto wa kwanza 3:19 yake, hatutayasoma msomaji, ninafanya tu kama mkaguo. Tulipoona habari ya shamba, tukakuta shamba ni sisi binadamu. Tulipoendelea tukakuja tukasema habari ya kulima shamba ni ile wokovu tulioipata, ambaye Mungu ametubadilishia maisha na kutupa mwelekeo mpya. Lakini hakutuachia wokovu peke yake. Baada ya kutupea wokovu, akatia neno lake ndani yetu, na kwenye kitabu cha Luka 8:11 tumefanyikiwa kuona ya kwamba mbegu ni neno la Mungu. Sasa neno la Mungu limepandwa ndani yetu. Sasa ni pale tukarudia tukasema jambo la 4, tukasema mumiliki wa shamba, mumiliki wa kanisa ni Yesu peke yake. Tuliposoma kitabu cha Mathayo 16:18, Yesu akasema nitalijenga kanisa langu. Acha nirudie hapa kidogo niongee vizuri. Yesu alipoongelea habari ya kanisa, ndugu zangu mnielewe hapa vizuri, yeye mwenyewe ametamka kwamba atalijenga kanisa. Ni vile maandiko imeongea kabisa. Yaani mjenzi, mtaalamu wa ujenzi wa kanisa ni Yesu peke yake. Sasa hapa tukitengeneza fikara zetu, tuulize ulimwengu wa Ukristo, kama Yesu alisema atalijenga kanisa yeye mwenyewe, swali limerudi kwa wachungaji, wainjilisti, manabii, mitume, hata na mashemasi, hata na waimbaji. Wapi imeandikwa Yesu baada ya kusema atalijenga kanisa? Tutafute katika ulimwengu jengo gani ambalo Yesu amelijenga kwa mikono yake. Hilo ni swali. Anasema yeye ndiye atajenga. Nafikiri ni hivyo. Sasa swali imerudia, jengo alilolijenga Yesu lipo wapi katika ulimwengu huu, ambale mwenyewe amenunua matofali, ameuza simenti, amenunua mchanga, ameanza kuyachangia na kuyajenga. Lile jengo alipo. Yaani Yesu hakuongea kanisa kwa usemi ya kibinadamu. Yesu hakuongelea kanisa kwa usemi ya kimwili, kwa sababu kanisa sio jengo linalojengwa kwa mikono. Kanisa sio jengo linalofanyika kwa nguvu ya kibinadamu. Kanisa ni jengo la kiroho. Amina. Kanisa ni jengo la kiroho. Yaani kanisa sio matofali.
Kanisa sio siniseme hizo ambao tumesema mbao zinazojengwa huko kwetu Kongo. Kanisa alijengwa kwa pesa. Kanisa alijengwa kwa miti. Kanisa alijengwa kwa matofali. Kanisa alijengwa kwa majengo yoyote ya kibinadamu. Wala katika ulimwengu hakuna binadamu anaye uwezo wa kujenga kanisa. Yaani anaye uwezo wa kujenga kanisa ni Yesu peke yake. Sasa ili kanisa ambalo Yesu amelijenga ni kanisa la namna gani? Msomaji, twende kwenye maandiko ya Biblia itupee majibu ya maswali tunaojiswali. Wakolosai sura 1 aya yake ni ya 18. Kisha umeandaa Matendo ya Mitume 20:28 yake. Twende kwa usomi. Wakolosai 1 kamata aya yake ni ya 18. Unaluka 24. Twende msomaji. Inasema vizuri, naye ndiye kichwa cha mwili. Naye Yesu ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Simama. Imesemwa Yesu ndiyo kichwa cha mwili, na ile mwili ndio inaitwa kanisa. Amina. Amen. Hapa wamesema matofali la, lakini kinachonishangaza ni hiki kitu. Mtanielewa watoto watumishi wa Mungu, wadada na wandugu, munisikie vizuri. Kanisa sio eneo. Kanisa sio jengo. Kanisa sio kazi la mikono ya binadamu. Kanisa ni kazi ya uweza wa Yesu Kristo, na imesemwa atalijenga mwenyewe. Sasa imesemwa katika usemi wa ndugu Paulo kwamba yeye Yesu ndiyo kichwa cha mwili, na ile mwili ndio imeitwa kanisa. Sasa hapa kuna kichwa na kuna mwili. Maandiko ya Biblia ikiongea kichwa, wewe usione kichwa ambayo imeungamana na macho. Usione kichwa ambayo imeungamana na pua na kinywa na masikio. Inapoongelewa kichwa, maana yake mtawala, maana yake kiongozi, maana yake mumiliki, maana yake ni yeye aliye na kauli ama neno la mwisho. Ndiyo maana ya tafsiri ya neno kichwa. Na ndio maana maandiko nasema mwanaume ni kichwa cha mwanamke. Eske kama Biblia nasema mwanamume ni kichwa cha mwanamke, yaani mwanamke anakuwa na vichwa mbili, anakuwa vampire, amekuwa kitu cha kushtusha. Si kwamba atakuwa na vichwa mbili, lakini kwa usemi ya unabii ikisemwa mwanaume ni kichwa cha mwanamke, yani mwanamke ana haki ya kunyenyekea kwa maongozi ya mwanaume. Amen. Imeeleweka vizuri? Amen. Sasa na Yesu ndiye kichwa cha kanisa, yani Yesu ndiye kiongozi wa kanisa, Yesu ndiye mumiliki wa kanisa, Yesu ndio mtawala wa kanisa. Haleluya. Yeye ndiye mwenyezi wa kanisa. Hii maana nifasiri niseme hivi, amen, aliye na kauli ama aliye na neno la mwisho ni Yesu. Na ndio maana kanisa limejengwa kwenye fundisho la Yesu, kwa sababu yeye ndiye kichwa, yani kiongozi, yani mumiliki, yani mtawala, yani aliye na neno la mwisho, asiyepingika. Sasa shida ambayo tunayo leo, watu waliposhindwa kusoma maandiko vizuri, wakaenda kufyatua matofali, wakajenga kanisa jengo. Sasa kama jengo litoitwa kanisa, na Biblia inasema kichwa cha kanisa ni nani? Kristo. Yesu ndio kichwa cha nini? Cha kanisa. Sasa yani Yesu ndio mabati. Tuulizane vizuri. Kama jengo litakuwa kanisa, yani Yesu ndio mabati, sababu mabati ndio kichwa cha nyumba. Nafikiri ni hivyo. Sasa hapa mnielewe vizuri hapa. Ninataka
tuwe Wakristo waliokamilika katika maandiko ya Biblia, na tusiamini Ukristo usiotokana na Biblia. Kuna Ukristo mwingine ambao leo upo, sio Ukristo wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa watu wakaenda jenga jengo. Mimi sijapingana na jengo, sijakataa kujenga jengo, ni vizuri. Lakini pamoja na kujenga kwetu jengo la kusanyiko, lile nyumba linaitwa jengo la kusanyiko ya kanisa. Yaani litakalo kusanyika katika jengo ndilo litaitwa kanisa, lakini nyumba yenyewe inaitwa tu kusanyiko. Niliweka vizuri hapo? Tumeenda vizuri kabisa. Sasa shida leo ni nini, mchungaji? Mtu amenawa vizuri, amevaa vizuri, anachukua Bible hiyo Jumapili, ukimkuta njiani amechelewa anakimbia, unamuuliza kwa nini umekimbia? Atakujibuje? Nimechelewa kanisani. Ukimuuliza wapi imeandikwa kwamba mtu anaweza kuchelewa kanisani, hamna andiko. Alipashwa jibu hivi, nimechelewa ibada. Amina. Amina. Nimechelewa kwenye ibada, nimechelewa kwenye kusanyiko la neno la Mungu. Lakini mtu hawezi chelewa kanisani, kwa sababu wewe peke binafsi ndiyo kiungo cha ile mwili, na ile mwili ndiyo kanisa. Sasa utajichelewa, unajichelewesha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Niko ninaeleweka? Hili ni kitu cha kuzingatia, cha kujua sana. Jengo haijaitwa kanisa, jengo linaitwa nyumba inayoitwa kusanyiko la kanisa. Yaani kanisa linakusanyika katika nyumba. Ninakumbuka kuna aya moja kwenye Wakolosai, msomaji kabisa. Kitabu cha Wakolosai sura yake ni ya 4 mlango wa 14 pale. Kuna maneno yamesema, twende vizuri. Luka, yule tabibu mpendwa, ndio na Dema wanawasalimu. Wasalimuni ndugu walioko Laodikia, ndio na Nimfa na kanisa lililo katika nyumba yake. Kanisa liko ndani ya nini? Ya nyumba. Yaani kanisa liko ndani ya jengo. Amina. Yaani lile jengo ndiyo nyumba, na watu walio ndani ya jengo ndiyo kanisa. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pamoja na mvua, najua tutakuwa tumetega sikio vizuri. Haleluya. Amina. Sasa turudie hivi, watumishi wa Bwana, tuwafundishe watu ukweli wa Biblia, tuwafundishe watu ukweli wa maandiko, tuwafundishe watu sawasawa na yaliyoandikwa, na tuwafasirie watu haki ya Mungu katika maandiko. Amina. Amina. Kamata kitabu ya Matendo ya Mitume. Twende vizuri. 20:28. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Takatifu ameweka ninyi kuangalizi ndani yake. Roho ametuweka sisi tuwe waangalizi katika lile kundi, mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tupate kulilisha nini? Kanisa lake Mungu. Kwa mujibu wa usemi wa Biblia, kanisa inakulaka. Kwa mujibu wa usemi wa maandiko, kanisa inatumia chakula. Sasa chakula cha kanisa ni neno la Mungu. Haleluya. Amina. Chakula cha kanisa ni neno la Mungu. Yaani kanisa inatumia mafundisho, na hili mafundisho ndiyo chakula. Sasa acha nikutengeneze vizuri. Amina. Amina. Mwanadamu anaishi kwa sababu amekula.
Na katika vyakula, tulipoenda kwenye shule walitufunza ya kwamba kuna aina 3 ya vyakula. Kuna vyakula vya kujenga mwili, kuna vyakula vya kukinga mwili isipate na maradhi, na kuna vyakula vya kuleta nguvu. Na katika neno la Mungu pia hivyo vyakula vipo. Kuna mafundisho ambayo imekuja ili kuwaleta watu kwa Yesu. Baada ya watu kufika kwa Yesu, inawapasa wapate mafundisho ya kuwakomaza ili wakomae, wawe watu wazima wanaojua ukweli wa neno la Mungu. Baada ya kupokea hizo mafundisho, inahitajika wapokee nguvu za kusimama katika imani na kuendelea vizuri pamoja na Mungu. Sasa leo Wakristo hawapendi kutumia mifupa, hawapendi kusikia mafundisho mazito, hawapendi kusikia mafundisho ya unabii, hawapendi watembee katika fundisho linaloleta utakatifu. Wanapenda wapelekwe katika hizo fundisho ambazo ni teke, hizo fundisho ambazo zimelegea, hizo fundisho zinazoleta watu wanacheka. Hata unawakuta kuna wahubiri wakihubiri kanisani, watu wanakufa na cheko. Haleluya, watu wanacheka. Lakini kama umesoma maandiko, wenzetu waliotangulia kuhubiri Injili, walipohubiri Injili, haleluya, watu wakachomwa mioyo zao, wakaguswa kwa neno, hadi wakaanza kulia kwa majonzi na kulomba shauri kwa watumishi wa Bwana. Neno mnalotufunza limegusa tabia yetu. Sasa nini tufanye? Petro akawaambia, dawa ni moja, mtubu, mwache hizo njia zenu za dhambi, mumugeukie Kristo, atawapa rehema na uzima mtaipata. Haleluya, amina. Lakini leo hizo fundisho zimepotea. Leo imebaki fundisho ya vichekesho, imebaki fundisho za baraka, fundisho za utoaji, lakini fundisho za unabii zimepotea. Sasa acha niongee hivi. Naboti tumeongea, alipokuwa na lile shamba, mfalme akaja akamwambia, nisikie vizuri, unipe lile shamba lako la mizabibu. Tuliongea mizabibu jana, nafikiri kanisa mmeelewa. Jana tuliongea kwenye kitabu cha Yohana 15 fungu la kwanza, likatuonesha mzabibu ni Yesu na shamba ni kanisa. Yaani katika imani ya Ukristo tunapaswa kufundishwa, kanisa linapaswa kufundisha mafundisho ya Yesu peke yake. Niongee hapa vizuri, wa Kristo, leo hujawahi kuona kanisa ambazo zinafanya propaganda ya watu wa siasa. Huku hakuna hizo aina za kanisa. Ndani ya kanisa watu wanafanya propaganda, tumchague fulani, tufanye hivi. Hiyo sio kazi yetu, hiyo ni kazi ya serikali. Yaani katika kusanyiko la kanisa hatuje kufanya ziaka, kwa sababu imesemwa katika shamba mtapandwa aina ngapi ya mbegu? Moja. Aina hii moja. Yaani katika kusanyiko la watakatifu ndani ya kanisa la Yesu Kristo inahitajika tusikie neno moja tu, ni fundisho la Yesu Kristo. Mambo ya siasa tunawachia watu wa siasa. Haleluya. Mambo ya hata kuna baadhi ya makanisa wanatangaza habari za mpira. Yanga na Simba watachuana leo. Barcelona na Real watachuana leo kanisani. Haujasikia hizo imani? Yaani unakuta ni kanisa kama wanavyojiita, lakini ile shamba ambalo ni wao, hamna tena aina moja ya mbegu imechanganya.
Yaani wanachanga hiki, wanachanga hiki, wanachanga hiki, wanachanga. Hata unakuta kuna zingine kanisa, ndani ya kanisa wanahubiri mambo ya mikopo ya pesa. Hujasikia hizo imani? Zipo. Hiyo siyo imani, siyo kanisa. Hapa kanisani kama tunataka kuongea mambo ya mikopo ya pesa, baada ya ibada kuisha, tunaenda nje, tumezungumza habari ya maisha. Lakini humu ndani ya kusanyiko, kinachohitajika kwetu kukisikia hapa ni mafundisho peke yake. Amina. Amen. Sasa mfalme ni pale tupo. Mfalme akamwambia Naboti, nipee shamba lako la mizabibu, ama kwa usemi nyingine akamwambia uniuzie ili shamba lako la mizabibu. Mimi mfalme, amina, amina, nitalifanya liwe shamba la mboga mboga. Sikia ile tofauti sasa. Naboti yeye amejua ya kwamba tumefunzwa kwa sheria ya Mungu ambayo tumeisoma kwenye Kumbukumbu la Torati. Tumesoma 22 aya yake ya 9. Mungu ameambia Israeli, usipande aina mbili ya mbegu katika shamba la mizabibu. Yaani ikiwa ni shamba la mizabibu, inahitajika muwe aina moja ya mbegu peke yake. Lakini mfalme anampepeta Naboti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anamwambia Naboti, nina pesa, uniuzie ili shamba lako la aina moja ya mbegu, mimi nitalibadili nilifanye liwe shamba la mboga. Yaani ndani nitatia mchicha, nitatia lengalenga, nitatia sijue maharagwe, nitatia ndani mihogo, nitatia ndani viazi vya kizungu na hivyo viazi vya kishenzi. Yaani shamba moja ataichanganya changanya, imegeuka shamba ya mimea nyingi. Hii ilikuwa inatabiri nini? Ilikuwa imetabiri unabii ya hii wakati ambao tunaishi leo. Huyu mfalme anabeba sura ya shetani. Naboti anabeba sura ya kanisa ama watumishi wa Bwana, ambayo maandiko alituambia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, litunzeni kundi la Mungu ambalo Roho aliwapa muwe waangalizi. Ni vizuri kabisa. Yaani wanaoangalia kanisa la Mungu, kunakuwa huduma zipo 5. Kuna manabii, kuna mitume, kuna wachungaji, kuna wainjilisti ambao wanaitwa wapashaji wa habari njema, na kuna walimu. Hizi huduma 5 ambazo zimesemwa kwenye kitabu cha Waefeso 4 na mlango wake wa 11. Hizi huduma 5 zimewekwa kanisani ili zihudumie kanisa kwa neno la Mungu. Inaeleweka vizuri? Wataihudumia kwa namna gani? Kwa fundisho la watakatifu. Sasa shetani leo amewapepeta watumishi wa Bwana na kuwaingizia roho ya tamaa ya pesa, hadi wamefikia kumpa shetani kanisa, na shetani amemiliki leo kanisa. Tumshangilie Yesu vizuri. Amina. Amina. Amen. Ninaeleweka vizuri? Kanisa leo hili, acha niongee kwa usemi mwingine, zehebu ambazo leo zinaitwa za Ukristo hazilingane na hiyo zehebu ya zamani. Haleluya. Amina. Uzuri na utamu ya Ukristo umepotea. Kwa sababu gani? Kwa sababu watumishi hawakuwa na moyo mgumu kama wa Naboti. Naboti alipepetwa, unipe shamba lako nikupee pesa. Naboti akamwambia mfalme, pesa zako upitie mpali. Na leo kuna watumishi wameuza kanisa la Bwana katika mikono
mikono ya shetani. Ndio maana ninashauri wachungaji wangu hapa, kama Mungu amewaita ili kutupeleka sisi kama watumishi, musipatie pesa macho, wala musitafute wazungu ili wawasapoti katika huduma. Hawa wazungu wanaosapoti makanisa leo, wamoja wao ni washoga. Amina. Yani wanawapa pesa na wanawaambia mwanaume atamuoa mwenzake mwanaume na mwanamke atamuoa mwenzake mwanamke, na hiyo ndoa itafungwa kanisani, lakini tutawapa mamilioni ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wako na hawa ndio wamepoteza uzuri ya Ukristo. Na shida ni nini? Watumishi wengi walisahau malengo ya kujua ya kwamba maandiko nasema kwa kila afanyaye kazi mshahara wake sio neema bali ni deni. Yani ukimtumikia Mungu, Mungu atakulipa. Acha na nipande katika usemi mwingine niseme, mchungaji wa Bwana uliye hapa pamoja na watumishi tunao hapa, hata kama Mungu anaweza kuahidi atawainua kimaisha, na imefikia mjua ya kwamba inaweza kufika hata hizo ahadi Bwana alizoahidi munakufa na amuzione, lakini watoto wenu Mungu atawalipa kwa kazi mnaifanya. Amen. Amina. Amen. Sasa watumishi wengi walikosa moyo ya Naboti. Naboti alikatala kuuzisha shamba lake. Yani watumishi wakauzisha kanisa katika mikono ya shetani. Amina. Wakaiuza kabisa, wakamwambia shetani, wewe umiliki. Ndio kwa maana umekuta leo makanisani, hata kwaya za kanisani zinalingana kwa mfumo moja na baa. Uliza wazee wa zamani, wa miaka za zamani, watakwambia Mkristo alijulikana hata kwa kuvaa. Hajasema neno, hajaimba nyimbo za tenzi, akiwa tu anatembea wanasema huyu ameokoka. Lakini leo ukitembea zaidi huko mjini, utafute nani kahaba, nani binti wa nyumbani, nani mama wa nyumbani, wote sawa sawa. Kama ni suruali, baba suruali, mama suruali, kaka suruali, dada suruali, mwimbaji suruali, bibi ya mchungaji suruali, wote wanaenda hivyo. Hakuna tofauti. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wameuza kanisa la Mungu katika mikono ya shetani. Shetani ameingia, na shida ni kwa sababu watumishi waliingiliwa na tamaa ya pesa. Na Yesu alisema vizuri kwa maneno ya mtumishi Paulo. Anasema kwenye kitabu cha, nafikiri itakuwa ni kwenye Wagalatia, shina moja ya mabaya ni kuipenda pesa. Soma msomaji katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:10. Ni hapo kabisa, samani. Timotheo wa kwanza 6:10, ndio. Maana shina moja la mabaya, maana shina moja ya mabaya ya kila namna ni kupenda pesa. Mpigie Bwana Yesu makofi. Amina. Pesa sio dhambi. Kumiliki pesa sio makosa. Lakini kupata pesa kwa njia ya ukorofi, ya ujambazi, ya ushirikina ndiyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Umeme umeenda au huko ndio imekata samani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. 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 Sasa maandiko yanasema shina moja ya mabaya yote ni kupenda pesa. Sasa watumishi walipoingiliwa na tamaa ya pesa, walipoingiliwa na tamaa ya mambo ya dunia, vitu vya dunia, ni pale shetani alipata nafasi ya kuingia katika kusanyiko la kanisa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Niko naeleweka vizuri? Ndio. Lakini Naboti, ni pale tuko tunaongea kabisa, Naboti akamwambia, pesa zako mimi sizitaki. Haleluya. Amina. Hata niliposoma Matendo ya Mitume 16 aya ya 16, kuna mtu mmoja samani umeanzia kwenye 8:16, kuna mtu mmoja aliitwa Simoni mchawi hapo, na alipoona kazi ambazo mitume walikuwa wakifanya, na mtu mmoja akatamani kuwapa pesa. Vizuri. Na mtu mmoja jina lake Simoni, ndio hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, ndio akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria kabisa, akisema ya kuwa ni mtu mkubwa. Ndio. Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa. Ndio. Wakisema, nini? Mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Twende. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Twende. Lakini walipomwamini Filipo, ndio, akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu kabisa, na jina lake Yesu Kristo kabisa, wakabatizwa wanaume na wanawake. Ndio. Naye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa. Acha uchawi, akabatizwa. Ndio. Akashikamana na Filipo, akatembea na Filipo. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa. Alipoona ishara na miujiza ambazo Filipo Mungu alimuwezesha kuzifanya inayotendeka. Ndio. Na mitume waliokuwa kwa Yerusalemu, ndio, walipoyasikia kwamba Samaria imekubali neno la Mungu, ndio, wakapelekea Petro na Yohana kabisa, ambao waliposhuka wakawaombea, wakapokea Roho Takatifu. Ndio. Kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, bali wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu kabisa. Ndipo wakawekwa mikono juu yao, ndio, na wakampokea Roho Takatifu. Maliza. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Takatifu, Simoni alipoona watu wanapewa Roho Takatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, amina, 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 amina. Akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uweza huu, na mimi ninataka ninunue hiyo uweza mnaoitumia, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Takatifu. Pesa ni vizuri, na sijakutakia uwe maskini. Mungu akuinue uwe tajiri. Amina. Lakini kitu nitakushauri ni hiki: pesa ina namna mbili ya kuimiliki. Kuna pesa kukumiliki na kuna wewe kumiliki pesa. Sasa kilicho kibaya ni pesa kukumiliki, kwa sababu pesa ya kikumiliki yatakupeleka katika njia za dhambi. Lakini wewe ukiwa na pesa na hizo pesa mwenyewe unazimiliki, yani wewe ndio umezipangia, wewe ndio umezipeleka, hizo pesa sio vibaya. Haleluya. Amina. Naenda vizuri. Naboti alipokataa, mfalme akasema, nitaifanya iwe shamba ya mboga. Ili neno shamba ya mboga katika unabii ilikuwa inamaanisha ataifanya shamba la kuchangachanga. Na katika usemi ya neno kuchangachanga inasemwa katika unabii, maana yake Babeli. Kitabu cha Mwanzo 11:9 yake, msomaji. Katika 11:9. Twende vizuri hapo. Haya. 11:9 Mwanzo. Inasema nini? Inasema, ndio, kwa kuwa hiyo jina lake litaitwa Babeli. Kwa sababu hiyo jina lake litaitwa Babeli. Maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote. Ndio. Na kutoka huko Bwana atawatawanya waende usoni pa nchi yote. Simama. Tunaposema Babeli, Babeli inamaanisha mchanganyiko. Amina. Amina. Sasa mfalme anataka shamba la mizabibu alifanye liwe shamba la mchanganyiko.
Shetani anataka kanisa ambalo limepeleka imani takatifu alifanye liwe kanisa la mchanganyiko, na ndilo kanisa la hili kizazi. Amina. Amina. Ndiyo kanisa ya hii wakati. Na hapa nitaongea hivi, kwa miaka iliyopita kuna chama fulani imetengenezwa, mchungaji. Hiyo chama huko kwetu Kongo kwa lugha la Kifaransa imeitwa Conseil Ecumenique des Eglises. Hiyo ni Kifaransa. Kwa Swahili inasemwa shauri la muungano la makanisa ulimwenguni. Imeeleweka vizuri kabisa? Yaani wametengeneza kitu, wanasema inapashwa kanisa zote za ulimwengu. Kitu kinachonishangaza, hata Waislamu wako ndani, hata wandugu zangu wa Adventist wapo ndani, hata mashahidi wa Jehova wameingia ndani, hata hawa wamesema wana injili ya siku za mwisho wameingia ndani. Yaani wametengeneza chama ambacho kinafanya shetani awe na nguvu makanisani. Amina. Sasa hili chama ni chama ya wakaidi, na ni hapo mekuta ukienda mjini kama Dar au mjini hapa mahali tulipo hapa center, utakuta kuna wakati kuna wazungu wamekuja wanajiita wa misionari, si hivyo? Sasa wanasema wanakuja kuwafanyisha Waafrika masemina. Hizo semina sio semina zinazowadhihirishia watu kujua ukweli, bali wanataka kutengeneza watu wote waingie katika hiyo wavu iliyotegwa na shetani. Amina. Amen. Na baadhi ya watumishi wanaoambatana na hizo semina utawakuta wanatembelea gari nzuri, utawakuta wana majengo mazuri. Kwa sababu gani? Baada ya wao kuja, sababu nilikwambia hawa miongoni, sijasema wote, lakini baadhi ya wengi hawa wa misionari wanaokuja huko, wametoka huko uzunguni, wanasema wamekuja kutuletea injili. Wengi wao ni mashoga, wengine ni mafrimason, wengine wametumika katika chama ya Illuminati, wengine wametumika, yani ni watu wametumwa, wamekuja na wana pesa, mchungaji. Hata kueleza siwezi jua kusema. Amina. Amen. Na sisi muunganiko huko Tanzania. Kwa aina kama hiyo muunganiko, mimi kama ndugu yako sikuruhusu kuungana na vitu kama hivyo, mchungaji. Amina. Amina. Kwa miaka za zamani ilikuwa vigumu mkute dada aliyeokoka mlokole umkute amevaa suruali. Lakini baada ya kufanya hizo miungano ya makanisa na wazungu kuja kama wamisionari wameleta injili, wakapindua misingi ya injili ya mitume, wakaleta misingi ya injili ya kizungu, na ndiyo imemiliki leo. Amina. Amen. Haujawaona wale wamama wanaojiita wachungaji, anatia wanja, anatia sijue yani ukimwona, ukimtazama vizuri utafikiri ni kama hivyo vitu vimetiliwa kwenye duka, vio vionesho ya kuzishia ya kununulia vitu. Yani ni kama pupe. Kwa hivyo tumesema kwa Kifaransa, sijui umetumia lugha gani huko. Hivi vitu ambao watoto wanachezea ni kama ni kama mdoli. Yani mtu anakuwa kama mdoli. Haujaona watu kama vale? Sasa hapa ili kitabu cha Wafalme wa Kwanza 21 ndio Mungu alikuwa ametabiri yale mambo tunayoyaishi leo, kwamba kuna wakati kanisa litauzwa katika mikono ya shetani na injili takatifu ya Mungu itafichamishwa, na kila atakayegundua ile injili ya Yubili ataonekana kuwa adui wa umoja wa muungano wa madhehebu, atapigwa
atapigwa vita, atakosa usalama, atakosa nafasi, hata mengine utafukuzwa katika maeneo. Sasa sisi tunatangaza injili takatifu ili wale watakaojifanya maadui zetu Mungu apigane nao. Amina, amina. Amina. Amen. Hata Paulo amesema kwenye Wagalatia 4:16 anasema, je, nimekuwa adui wenu kwa sababu ninawaambia yaliyo kweli? Yani ukweli unalipa, lakini malipo ya kwanza ambayo tumelipwa tunapoongea ukweli ni kuchukiliwa. Sasa watumishi wengi hawapendi wachukiliwe kwa sababu walisema ukweli. Wanapenda wapendwe ili waseme uongo. Lakini mimi ninataka hata nikisema ukweli unipende, sababu anayekupenda atakwambia ukweli. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naboti amekataa, shamba langu sitauzisha. Na mimi na wewe tutasimama kwa fundisho takatifu. Hata wale wa mishonari waje na mapesa, waje na magari mazuri, waje sijue na vitu fulani, sisi tutazingatia imani takatifu ya Kristo. Wala hatuuzishe injili ya Yesu. Wenzetu wameiuza kwa wazungu. Injili imeenda, mchungaji. Amina. Injili imeenda mama. Injili shetani ameiuza. Wende uangalie makanisani. Sasa walipofanya hii muungano ya umoja wa makanisa, wakasema hivi, kila atakayefundisha fundisho umbalimbali na hiyo muungano wetu wa makanisa, yani yule ndiye adui wa injili. Unaona vitu wametia ndani ya vichwa. Yani mimi hapa wakinisikia vizuri wataniona ni adui. Kwa siwezi kuhubiri injili ya muungano. Siwezi kuhubiri injili ya patano. Ninapaswa kuhubiri injili yale ambao Roho alitia ndani ya mitume, akatia ndani ya manabii, na sisi tumeitwa uzao ya wana wa manabii. Amina. Amen. Sasa walipofanya hiyo muungano, nisikie mzuri hapa mtumishi wa Mungu, ili chama la muungano ni chama mbaya sana. Huko kwetu Kongo kuna dini moja kwa lugha la Kifaransa wanawaita wa Anglikani. Nafikiri hata hapa Tanzania wapo. Wapo. Askofu wao sawa ni dini ambayo imetoka Angleterre. Sijui Angleterre mnasema ni kwa Uingereza. Asante, Uingereza. Imetoka huko Uingereza. Askofu wa hiyo dini ndio alikuwa wa kwanza duniani kufanya ndoa na mwenzake mwanaume kanisani. Yani ndio alikuwa wa kwanza kutangaza ushoga kanisani, askofu wa dini la Anglikani la huko Uingereza. Lakini haijazie watu. Hiyo dini haijazie watu. Hawaende kanisani. Na ukiwauliza wanasema wanaenda wapi? Mbinguni. Wanaenda wapi? Mbinguni. Kama mbinguni ni Mbeya, wachukue basi wafike. Kama mbingu ni Dar, wachukue bodaboda waende. Lakini kama mbingu ni za watakatifu, awafike kama watubu. Unafikiri kama kadiri tunavyoitamka mbingu ndivyo mbingu ilivyo? Yesu amesema katika Mathayo 11, aseme tangu Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu umepatikana. Kwa nini? Hapana kwa reja. Sasa leo watu wa hizo dhehebu haitosha. Kuna ndugu zetu wa imani hapo Roma, mkuu wa hiyo dhehebu ametangaza hadharani kwamba ni halali mke amuoe mke mwenzake na waanze maisha. Sasa unajiuliza watadhaa miti.
Sasa unaona kama shetani nana kuaga saa mwenda wadhimu. Na mtu akishapotea, akili imepotea. Mtu mzima mwanamke amuoe mwenzake, swali, watadhaa samaki? Na hizo ndoa, mchungaji, hivi ninao kuelezea hapa, tukiambatana tunakubaliana, tunasema hiyo ndoa tunaikubali, tutajenga kusanyiko kubwa hapa hadi kwenye kiziwa. Tutajazia hapa, tutakuwa na parking hapa, gari zitajalia. Sababu hiyo injili ina pesa, mchungaji, ina pesa. Mchungaji anasema hata kitambi utaanza kuambia watu ni gusa hapo chini, sijui kama ndio hapo umepagusa vizuri. Bwana asifiwe milele. Watu wa Mbeya, watu wa Mwanza, Bwana asifiwe milele. Amina. Mungu amewapenda. Aliyetufanya tuwajue anawapenda. Aliyewafanya mtufahamu anawapenda. Anayefanya uwe hapo sikia ya maneno anakupenda. Hata kuna baadhi, mchungaji, najua shetani anatumika sana. Kuna baadhi ya makanisa nimeviona huko Marekani, Uingereza, wachungaji wanaume wanatia visikio na wanahubiri, wanatia herena na wanahubiri na wanajazia na wakiwa ndani wanasema tunaenda hivi. Ninajiswali, hii mbingu kweli Baba? Hii ni hiyo mbingu yako ambao umetuahidi ndio hao nao wataenda? Sasa mhubiri mmoja kama mimi akaongea hivi, akasema, Mungu, hawa mashoga na hawa wachungaji watapeli, tukikutanana nao mbinguni, mimi nitakwambia unirudishe, sababu umenionea. Nirudi duniani, umenionea. Hawa mashoga hawa. Sasa hili chama ndio ninaongelea leo. Hili ni chama hii ni chama iko ulimwenguni pote. Hata hapa ninapoongea na nyinyi, nina picha askofu wa Kipentekoste na shehe wa msikitini wamepiga picha pamoja kanisani. Yaani wanasema amani, pendo na furaha. Sijakataa amani. Haleluya. Sijakataa upendo. Kama tulivyo hapa sisi tukisikia jirani wetu ambaye ni wa dini ya Uislamu amepoteza mtu, amefariki, tuna haki ya kumuomboleza. Wakiomba mchango, tuna haki ya kuchangia. Si kwamba kwa sababu si wa dini letu tumwachilie, hapana. Lakini wakisema tunahitaji tukae pamoja tufanye sala pamoja, tunasema hiyo sisi hatuwezi. Hiyo hatuwezi kabisa. Mimi niseme Yesu ni Bwana, au useme Allah akbar. Hiyo sijui kama itakuwa ni ibada tena. Mimi niimbe ninafurahi, pige kichwa chini. Hiyo ibada hiyo moja mimi nitakuwa ninaikataa kabisa. Mimi nivae suruali, wewe uvae kanzu. Mimi niwe kichwa haifuniki, wewe uvae mtama. Hii ni ibada kweli ya pamoja? Acha hiyo. Hiyo ni vichekesho. Haleluya. Lakini ni ndugu zetu, tunatumika nao kazi pamoja. Chini hivyo basi tunaenda kwenye basi moja, tunasafiri pamoja, tunaongelea pamoja, tumetumia chakula pamoja. Lakini tukielekea kwa mambo ya rohoni, tunakuwa na vizuizo. Amina. Mimi nikikutanana na kitimoto ninaikula kama chakula, yeye akikutanana na kitimoto ameitupa kama uchafu. Sasa tutakutananiana wapi? Amina. Mimi ninaamini mume mmoja mke mmoja. Wao wanaamini mume mmoja wake wangapi? Hadi 8. Jamaa
Tunawapongeza. 8. Sasa hiyo chakula ya wanawake 8 umetumia kwa siku moja, yaani umekula sehemu hapa, sehemu hapo, sehemu hapo, wote wa 8. Ala awape nguvu kwa hiyo imani. Amina. Sasa naongea hivi, niko vizuri, sijaenda nje ya somo letu. Shamba la mizabibu ligeuzwe liwe shamba la mboga, ni pale tupo. Yaani kanisa linalopashwa kuhubiri injili takatifu lianze kuhubiri injili ya michango. Kama ni mpira uhubiriwe kanisani, kama ni mambo ya siasa yasemewe kanisani, kama ni mambo sijui ya nini, hiyo mambo sisi tunaheshimu serikali kwa sababu Mungu amewapa jukumu ya kuwa viongozi. Amina. Lakini hatuwezi kuingilia mambo yao na wao hawaingilie mambo yetu. Amina. Wakisema kuna uchaguzi, tunaenda kwenye uchaguzi. Rais anapita, tunanyenyekea kwa maongozi yake. Na sisi tukiwa katika nyumba la kusanyiko la ibada, tunaongea mambo ya mbinguni. Sasa walipofanya hiyo mchanganyiko, wakaleta hata wamisionari, wakaleta wadhungu, hata zaidi kwenye Afrika kuna nchi 3 ambao wametengeneza makao makuu ya watu kujiunga pamoja katika hiyo chama. Kenya hapa Nairobi wapo wengi sana. Amina. South Africa, umeelewa hiyo nchi? Wako Afrika ya Kusini wako wengi. Nigeria mnaisemaje? Nigeria, wala Nigeria. Yaani hizo nchi 3 Afrika ni nchi ambazo zimewekezea pesa zinazotawanyishwa ili kuwanunua wachungaji waingie kwenye chama cha shetani, na wamewapata wengi sana, wengi sana. Sijakataa miujiza ipo, lakini baadhi ya miujiza nyingi zinazo leo ni miujiza bandia. Katika ili muungano ya umoja wa madini, amina, amen, hata pia kuna vitu wametumikisha kama vitu vya kuwafanya wawe mashuhuri katika huduma. Kuna wengi katika hii muungano wa madini wanapotumia hizo njia za kichawi. Kuna wamoja wametumia pete tu ya mkononi, lakini kwake imemsaidia kufanya kazi. Akifanya mkono hivi kwenye ibada, mnapigana vichwa kama hamna akili, mnaangukiana kama samaki kwenye ndoo. Nini? Yaani unakuta hadi mchungaji, mtu amekuja kwenye ibada leo anaombewa anaanguka, anakuja kesho anaongea anaanguka, anakuja Jumapili anaombewa anaanguka. Na baadhi ya wanaoanguka ni masikini, matajiri waanguke kanisani. Amina. Wafate kwenye TV, baadhi ya wanaoanguka wengi ni wakapuku, watu hawana kitu, lakini matajiri hawaanguke. Na kingine kinachonishangaza, wapiga ngoma kanisani hawaanguke. Yani ni vitu vimetengenezwa na Mungu ametupa usemi tuviseme hadharani. Watupende, tutapendwa na Mungu. Watuchukie, tutapendwa na Mungu, kwa sababu tumeitwa tuseme. Amina. Hatuseme kwa dharau.
bali tunasema kile kilichofichwa kinachopoteza taifa, watu wakijue wazi. Kuna wengine wametumia leso. Mnaisema nini? Kitambaa tu. Unaona mchungaji iko kanisani, anaombea watu na ana leso ana kitambaa kwenye mkono. Akifanya hivi, ndugu yangu, tajisahau. Kuna wengine wanatumia hata perfume. Umeelewa vizuri? Yaani amejipulizia perfume. Hiyo perfume ambayo amejitilia ina nguvu ya kufanya makusanyiko ya watu wayame kwa sauti kubwa kama wana mapepo. Hivi vitu tumevigundua. Wengine wametumia hata miwani. Ndivyo imesemwa, miwani. Huko kwetu kwa lugha la Kifaransa tunasema linete, miwani. Yaani akivaa hiyo miwani anageuka profesa, anageuka nabii, anaanza kubashiri mambo unaoyapitia, unaoyaishi. Si kwamba ni roho amemupa aseme. Hiyo kitu ameipewa katika ulimwengu wa giza, akivaa anaanza kukusoma. Kuna macho ya nyoka yanaona ndani. Amina. Sasa hili chama ndio niko ninaongelea hili. Hili chama la muungano hili ni chama inayokuja sio kuwafanya watu wasimame katika Mungu, bali imekuja kuwatosha katika Mungu. Hili chama liko hapa Tanzania, lipo Kongo, lipo Marekani, lipo Ufaransa, ulimwenguni pote wametengeneza hili chama linaloitwa Muungano ya Umoja wa Makanisa Duniani. Sasa katika hili niongea kwenye pointi ili nipunguzie, naona muda wetu unaenda, si ndivyo? Kesho tutaenda mbali kidogo. Wakasema inawabidi wachangie mfumo mmoja wa ibada. Umeelewa vizuri? Wakatengeneza mfumo mmoja wa ibada. Na katika mfumo wa ibada wakatengeneza usemi, imesema wanawapa watu uhuru wa kuabudu. Yaani kile unachojisikia kuabudu uko huru. Ukitaka kuabudu samaki, enda baharini abudu samaki. Ukitaka kuabudu nyoka, enda polini kutanana na nyoka, abudu nyoka. Ukitaka kuabudu sanamu ya Maria, piga goti, abudu Maria. Ukitaka kuabudu sijue mtu fulani, wakapana uhuru ambao inaitwa uhuru wa kuabudu. Nawaza hata katiba yetu ya Tanzania imeruhusu uhuru wa kuabudu. Nawaza ni hivyo. Abudu kile ambacho unajisikia. Abudu. Lakini pamoja na yale kuongelea kwao kwamba wanapana uhuru wa kuabudu, sisi tunabaki katika ibada ya maabudu ya Mungu wa kweli. Haleluya. Sisi tutasimama. Msomaji, mwalimu, kitabu cha Daniele, sura ya 3 anza kwenye 1. Nikuoneshe watu ambao walisimama wakakataa hii chama kabla yetu. Wakakataa ibada isiyotokana na Mungu. Twende msomaji. 3 anzia kwenye 1, tunaenda na tunashuka. Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu, akatengeneza sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60. Urefu wa huo sanamu ilikuwa ni dhiraa 60. Upana wake dhiraa 6. Upana ulikuwa ni dhiraa 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura. Akausimamisha hiyo sanamu kwenye uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Katika ulaya wa Babeli. Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri. Akatuma watu. Nebukadneza alikuwa mfalme, tena mfalme mashuhuri, na maandiko nasema alipewa ufalme na Mungu ili kuwapiga watakao muasi Mungu. Sababu ninaandikwa kwenye kitabu cha Yeremia, Mungu anaambia Israeli, nitawatumia mtumishi wangu Nebukadneza. Yaani hata kama alikuwa hivyo, lakini alitumikia Mungu kuwapiga wanaomuasi Mungu. Yaani kuna wakati mwingine serikali ni watumishi wa Mungu. Kuna wakati wanafanya hivyo.
Twende msomaji. Na manaibu na maliwali na makazi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya yote wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu. Waje wahudhurie wa kuzindua sanamu. Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Twende msomaji. Ndipo maamiru na manaibu na maliwali na makazi na wazo hazina na waweka hazina na watunza hazina ndio na mawaziri kabisa na mawakili ndio msomaji. Na kwa wilaya yote wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu kabisa. Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndio wakasimama mbele ya ile sanamu. Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndipo mpiga mbiu akapiga kela akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa lote na lugha, mumeamriwa hivi wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zenzi na santuri na zomari na namna zote ya ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu. Watu wote waanguke waabudu sanamu, si wameunganishwa pamoja? Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Na kila mtu asianguka na kuabudu, sikia sasa, atatupwa saa hiyo katika tanuri ya moto wakao. Simama kwanza. Ndio maana naambia wachungaji, kila ambaye atashindana na hii shauri la muungano ya umoja wa makanisa hata kuwa na raha, ataonewa, atatukanwa, hata atasingiziwa ili aende gorogoroni. Wengine watafungwa, wengine watapigwa kwa bakola, wengine watanyanyaswa hata kuimwa kazi wasitumike katika makazi fulani, na wengine watauawa. Watakaoshindana na fundisho moja ambalo umoja wa makanisa wamesema ili ndilo tutahubiri. Sasa kila ambaye atapingana na lile ubiri, ile fundisho lao, twende msomaji. Inashuhudia na kusema, twende tumalize katika 7. Basi wakati huo watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zenze na santuri na zomari na namna zote za ngoma kabisa, watu wote wa mataifa na lugha wakaanguka wakaabudu ile sanamu. Watu wote wakafanya nini? Wakaabudu ile sanamu. Sasa kwa wakati mwingine mtu anafikiri kuabudu sanamu ni kupigia sanamu magoti tu. Kuabudu ni kujinyenyekeza chini ya kile ambacho unajidai kwamba kinakuongoza, kinakutawala. Unaabudu. Amina. Twende maliza. Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha juu ya sandraka inasema, basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashitaka juu ya Yahudi. Wakajibu wakamwambia Mfalme Nebukadneza. Kulikuwa Wayahudi 3 Amina waliokataa kujiunga kuiabudu sanamu ya umoja ya mfalme. Twende tusikie jina zao. Wakajibu wakamwambia Mfalme Nebukadneza, mfalme uishi milele. Wewe mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma ni lazima anguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu. Na kila mtu alianguka na kuabudu na kila mtu asianguka na kuabudu atatupwa katika tanuri ya moto wakao. Wako Wayahudi kaza wa kaza ulioweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli. Tena uliwapa wawe na jukumu katika taifa, yani Shadrach, Meshach na Abednego. Watu hawa mfalme hawakukujali wewe. Hawakuitumikia miungu yako pia wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Wakasema kwanza hawakujali mfalme, pili hawakuitumikia miungu yako, 3 wamekataa kuabudu sanamu ulioisimamisha. Maliza.
namalizia. Ndio. Basi Nebukadneza akatoa amri ya hasira ya ghadhabu, akasema walete hawa Shadraka. Akaleta wale Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi wakawaleta wakuu hawa mbele ya mfalme. Ndio. Nebukadneza akajibu akasema, akawaambia, nini? Enyi Shadraki na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata mtumikii Mungu wangu wala kuishuhudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Unasikia swali lake? Ni kwa kusudi? Ni kwa dharau? Ndio maana umekataa kuabudu sanamu niliyoisimamisha? Basi sasa kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda. Yani akawa kama anawabembeleza. Yani inawezekana kwa ile mara ya kwanza mulipitiwa, hamkuwa tayari kuabudu, na mimi sitawafanya mabaya, lakini ninawahatarisha kwamba kwa muda mwingine tutakapofanya ibada kama hiyo, muwe tayari kuabudu. Anawabembeleza kama anawafanyizia mema. Twende vizuri. Basi sasa kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda, ndio, na filimbi na kinubi na zenze, ndio, na santuri kabisa, na zomari, ndio, na namna zote za ngoma, ndio, kuanguka na kuishuhudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema basi msipoishuhudia. Kama msujudie bali msipoishuhudia, ndio, mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndio. Twende 16. Twende. Ndipo Shadraki, wale vijana watatu hapa ndio ninapunguzia. Ndipo Shadraki na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, ndio, hamuna haja kukujibu katika neno hili. Simama kwanza. Wao walimheshimu mfalme. Haleluya. Amina. Ndio maana hata kama wewe ni Mkristo, serikali ikilomba kodi, lipa kodi. Ikilomba ushuru, lipa ushuru, ni haki. Ikisema tuende kwenye uchaguzi, unaenda kwenye uchaguzi. Ikisema tulipie usafi, tunalipia usafi. Yaani kutii serikali pia ni mojawapo ya kutii vitu vinavyokuletea usalama. Lakini wakiingilia mambo ya kimungu iliyo kinyume na Mungu tuyafanye, pale tunaambia serikali, hapa hatuwezi. Hapa mmetuingilia katika mambo yetu ambao hayawahusu. Mnaelewa vizuri? Hawa vijana watatu wakamwambia mfalme, hatuna budi ya kukujibu neno lolote, tunakuheshimu, maliza. Kama ni hivyo, kama tu njoo sheria yako hiyo, Mungu wetu tunayemtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu wetu tunayemtumikia aweza kututoa na tanuru ile wakayo moto. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Mungu tunayemtumikia ana nguvu, ana uweza, ana mamlaka. Simama. Ana uwezo ya kutuepusha na ile tanuru iwakayo moto. Acha niongeze usemi, niseme hivi, Mkristo mwenzangu, na kuna majaribu unaweza kuyapata, haijamaanisha hauna Mungu. Na kuna maradhi unaweza kuyagonjwa, haijamaanisha hauna Mungu. Maana yake ninataka kusema, tunapoteswa haijamaanisha tumeachwa na Mungu, bali tumewekwa kwenye kipimo ili tuangalie kiwango ya imani yetu katika roho. Amen. Amina. Amen. Jaribu sio mkoshi. Jaribu sio laana. Jaribu ni kipimo cha imani. Sasa kuna mengine, niseme hivi, kuna majaribu unaweza kuyapata na Mungu iko pamoja nawe, na hiyo jaribu inakusumbua tu. Kuna maradhi unaweza kugonjwa na hiyo maradhi inakusumbua, na upo na Mungu pale pale.
Na inawezekana, niongee vizuri, na unaweza fariki na maradhi na Mungu iko pale pale, na Mungu hajakuacha. Ndio maana kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 19 mlango wa 25 Ayubu anasema, najua ya kwamba mtetezi wangu yuko hai na kwamba atasimama kunitetea. Kisha kwenye hapo chini anasema, hata kama mwili wangu ukiaibika, ninayo mwingine mwili nitakayokuwa nayo itanipa uzima wa milele. Yani hata kama tunafariki leo, tunapotezwa, tunasumbuliwa, hata kama mwili wetu unateseka, tukiwa na uzima wa neno ndani yetu, hatuogope. Amina. Mungu awabariki sana. Wakristo wengi wanaogopa jaribu, mpaka anaanza maswali, je, Mungu umeniona? Hata kwenye sala, Baba, mbona wengine? Mungu, mimi umeniona? Baba, mimi nimekuja kusindikiza wengine duniani. Oh, Mungu uko wapi? Mungu anakuambia niko hapa. Amina. Mungu upo wapi? Anakuambia nipo hapa. Baba, mbona umeniacha? Sijakuacha, mimi upo karibu yako. Baba, mbona ninagonjwa? Ndio umegonjwa, lakini haujakufa. Hata Paulo alikuwa na mwiba. Paulo alikuwa na mwiba. Neema yangu ya neema imetosha. Amina. Amen. Kama ni kugonjwa, hatujasema Mkristo hawezi kugonjwa. Na kuna maradhi mengine tumegonjwa sababu ya vyakula tumekula. Hivi vyakula vinaotengenezwa uzunguni, vimetiliwa maangrezi, sio hiyo vitu mnatia mbolea nini, kuna vingi vinaleta maradhi. Hata kuna hizo mafuta tunaita mafuta ya kalanga, sio mafuta ya kalanga. Ndani hiyo mafuta muna kitu kinaitwa kolesterol kwa lugha la Kifaransa. Yani muna kitu, kuna aside fulani ambao tunapoitumia hiyo mafuta sana, imetia mafuta kwenye moyo, watu wameanza kugonjwa pressure. Sasa ni kawaida. Sasa tunapopata hiyo mambo, haijamaanisha hatuna Mungu. Tunapotembea kwa mguu, haijamaanisha hatuna Mungu. Tunapofanya ndoa tunakosa mtoto hatujazaa, haijamaanisha hatuna Mungu. Hata tunapokusanyika katika mazingira kama haya, haijamaanisha hatuna Mungu, kwa sababu Mungu tunayemuomba anakaa ndani yetu. Mungu awabariki na bariki neno lake. Tuombe. Wa milele mtakatifu, utukusanyaye kwa ibada ya neno lako, na kila siku tunapokusanyika, kile tunachokusanyikia ni kusikia mafundisho. Na umesema mbingu na nchi itapita, neno alitapita. Nasi tumehitaji kuishi katika neno ili tusipite, bali tuwe na uzima wa milele. Ndugu aliyekuja hapa na dada, watumishi wako na watoto, sote tunaomba kibali. Usituache Bwana katika hii wakati mgumu ambao giza imeikumba ulimwengu, ambao ndio ibada za uongo na fundisho za uongo, manabii wa uongo, wachungaji wa uongo, mitume wa uongo, wainjilisti wa uongo, waimbaji na kadhalika. Mungu utushike mkono. Umesema kwenye neno lako, kile kilicho mikononi mwako hakuna anayeweza kukipokonya. Nasi tumehitaji tutulie kwako, ili pamoja na mazingira magumu na vita na vipingamizi na vitisho vya shetani, tuambatane na wewe. Tunayaomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina.